Kubadilisha mazingira kwa mwanamke kunaweza kupelekea ovulation kubadilika kabisa. Kwa hiyo wale wanawake ambao mnasafiri kutoka Dar mnaenda Mtwara, unafika kule unakuta ovulation yako imeshabadilika kabisa. Either ichelewe au isiwepo kabisa. Ndio maana unaweza kusafiri kila mwezi unakuwa unasafiri na haupati ujauzito kwa sababu unabadilisha mazingira. System ya mwili inabadilika yote. Ni pamoja na hormones mwilini kwa ajili ya mazingira mapya. Kwa hiyo hata kama ulikuwa unaelekea kwenye ovulation inakuwa imeishia hapo. Kwa hiyo mara nyingi tunashauri mwanamume ndo asafiri kuja na sio wewe kwenda. Lakini pia wakati unamsubiri yeye kuja ni vizuri kutumia virutubisho vizuri ambavyo vina folic acid, vina vitamin D3, B12 na vingi, na pamoja na kutumia ovulation test. Ni lazima kutumia hicho kipimo ili kujua kama una ovulate vizuri na ni lini una ovulate. Kwa hiyo anapokuja inakuwa at least na uwezo mkubwa wa kupata ujauzito, lakini usiwe na stress. Yaani kuna watu wanashiriki tena ndoa wanawaza mtoto tu. Unakuta mwanamume amemaliza anasema, "Oh, asante, itakuwa ni baby boy au ni baby girl." Yaani unakuta mind yako haieleweki tena. Yaani unakuwa kama chizi. Yaani unatafuta ujauzito kwa chizi. Achana na hayo. Hautabeba ujauzito. Ndio maana nikakwambia kama mtu mnaishi mbali, basi jiwekeni mkakati kwamba labda baada ya miezi 6 mtaanza kuishi karibu, kuanza kufuatilia uhamisho na vitu kama hivyo. Mnapoanza kuishi karibu, kuna mjenga mwanamke kuzoea ile mazingira na hormones kukaa sawa na kubeba ujauzito. Ndio maana kuna watu ambao alipokuwa mbali alikuwa bibi ujauzito, alipokuja karibu tu miezi 2-3 mwanamke ni mjamzito. Kwa hiyo unapobadilisha mazingira kutabadilisha ovulation yako. Jitahidi sana kwamba usisafiri sana, at least mwanamume yeye aje kwa ajili yako.